Sasa hebu turudi mwishoni mwa karne ya 19, kipindi ambacho ramani ya Afrika ilikatwa mezani kwa kalamu, si kwa sauti za Waafrika bali kwa masilahi ya mataifa ya Ulaya. Na hii ndiyo historia ya kile kinachoitwa Scramble for Africa, yani mashindano ya kugawana Afrika. Hebu tuzame kiundani zaidi. Mwanzoni mwa miaka ya 1800, bara la Afrika lilikuwa na falme, himaya na jamii zilizojiendesha kwa mifumo ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Kulikuwa kuna milki za Ashanti, himaya za Zulu, dola za Sokoto na falme za Buganda na Ethiopia. Lakini kwa kadri mapinduzi ya viwanda yalivyokuwa huko Ulaya, njaa ya malighafi kama dhahabu, pamba, mipira, shaba na ardhi zikaongezeka na Afrika ikaonekana kama hazina isiyoguswa. Mabadiliko makubwa yalianza rasmi mwaka 1884 mpaka 85 wakati mataifa ya Ulaya yalipokutana katika kile kinachoitwa mkutano wa Berlin ulioandaliwa na Kansela Otto von Bismarck wa Ujerumani katika mji wa Berlin. Katika mkutano huo, nchi kama Uingereza, Ufaransa, Ubelgiji, Ureno, Uhispania na Ujerumani zilikubaliana kanuni za kugawa Afrika bila hata mwakilishi mmoja wa Kiafrika kuwepo mezani. Kanuni moja muhimu ilikuwa ni effective occupation, yaani taifa la Ulaya lilipaswa kuonyesha kuwa lina udhibiti wa moja kwa moja kwa eneo la Afrika ili itambulike kimataifa. Hii ilisababisha mbio za haraka na za kijeshi na mikataba ya hila na uvamizi wa wazi katika jamii za Kiafrika. Uingereza ilijikita katika maeneo kama Misri, Sudani, Kenya na Afrika Kusini. Ufaransa ilipanuka katika Afrika Magharibi na Kaskazini. Ubelgiji chini ya Mfalme Leopold wa pili iligeuza Kongo kuwa mali yake binafsi na mateso makubwa yaliripotiwa katika maeneo hayo. Katika Afrika Mashariki, eneo la Tanganyika liliwekwa chini ya utawala wa Kijerumani. Upinzani haukukosekana kabisa. Vita ya Majimaji iliyoanza mwaka 1905 na kudumu mpaka mwaka 1907 vilikuwa moja ya maasi makubwa dhidi ya utawala wa Kijerumani. Ingawa vilikandamizwa kwa nguvu, vilionyesha wazi kuwa Waafrika hawakukubali kukaa kimya kunyanyaswa. Athari za Scramble for Africa zilikuwa za kina na za muda mrefu. Mipaka ya kisiasa iliwekwa bila kuzingatia makabila, lugha ama historia za jamii husika, na hii ikasababisha migogoro ya baadaye katika mataifa mengi ya Afrika baada ya kupata uhuru. Uchumi uliundwa kwa ajili ya kunufaisha Ulaya. Miundombinu kama reli, bandari zilijengwa ili kusafirisha malighafi kwenda nje na si kukuza viwanda vya ndani. Lakini pia katika giza la ukoloni zilichepuka mbegu za utaifa. Wasomi wa Kiafrika, wanaharakati na viongozi wa baadaye wakaanza kuhoji mifumo hiyo. Harakati za uhuru zilianza karne ya 20 na kufikia miaka ya 1950 mpaka 60, mataifa mengi ya Afrika yalikuwa yakipata uhuru wao. Scramble for Africa haikuwa tu mashindano ya ramani, ilikuwa ni mabadiliko makubwa ya kihistoria ya bara zima. Ilibadilisha mifumo ya utawala, uchumi na hata utambulisho wa watu wake. Ni historia ya maumivu, upinzani na hatimaye mapambano ya kurejesha heshima na mamlaka. Leo tunapotazama ramani ya Afrika, tunapaswa kukumbuka kuwa mistari hiyo mingi ilichorwa kwa maelfu ya kilomita mbali na ardhi yenyewe, lakini tukumbuke kuwa licha ya kugawanywa, roho ya bara hii haikuwahi kutoweka. Historia hii si tu kumbukumbu ya yale yaliyopita, bali ni funzo kubwa la kuelewa mizizi ya changamoto na nguvu ya Afrika ya sasa. Kama unapenda kupitia kila jambo kiundani zaidi, hujachelewa kusubscribe.